Sauti ya hatima nyumbani mwako. Asubuhi ya leo nataka nizungumze na wewe kitu kimoja kinachohusu ulimwengu wa roho. Ulimwengu wa roho ni ulimwengu ambao unafanya biashara za hatima ya watu. Hatima za watu wengi zimenaswa katika ulimwengu wa roho, kama nilivyozungumza jana kuhusiana na habari za magereza. Ulimwengu wa roho una fedha yake moja inayoitwa damu. Katika ulimwengu wa roho, damu inaweza kununua chochote unachokitaka, inaweza kununua. Na moja ya watu ambao hawajawahi kufahamu siri kubwa ni Wakristo. Wakristo wana damu ya Yesu tayari, ambayo hii wanaweza kuitumia katika ulimwengu wa roho kununua chochote, ziwe ni hatima zao zimefungwa, zimekamatwa. Hii ina uwezo wa kununua, kainunua hatima kwamba iko kifungoni, inadaiwa. Hii inaweza kulipa deni, kwa sababu hii ni fedha inayotumika kununua chochote. Katika ulimwengu wa roho, damu inaweza kununua chochote, na ndio maana washirikina na waganga wanatambua hii siri, na wachawi wanatambua hii siri. Lakini Wakristo hawajawahi kutambua siri ya damu ya Yesu, kwamba hii damu katika ulimwengu wa roho inaweza kununua chochote. Hata kama hatima yako ilikuwa imekamatwa, hatima yako ilikuwa imeshikiliwa, kupitia hii damu unaweza kuirejesha hatima yako tena. Kumbuka kitu cha muhimu sana. Yesu Kristo alipokufa, Biblia inasema kwamba alienda kifungoni kuzihubiria roho zilizofungwa. Kitabu cha Petro, waraka wa kwanza wa Petro, sura ya 3 mstari wa 18 mpaka 19 inazungumza habari hiyo, kwamba hata Yesu alipokufa, kabla ya kufufuka, alienda kuzihubiria roho zilizoko wapi? Kifungoni. Hii inazungumza kwamba kuna hatima za watu wengi ambazo ziko kwenye vifungo, ambazo hata wao hawaelewi. Lakini leo nimekupa siri ya ukweli kabisa, kwamba kupitia damu ya Yesu Kristo, ulimwengu wa roho unaweza kuikomboa na kuirejesha hatima yako ambayo imefungwa, kwa sababu hii ndio sarafu pekee katika huu ulimwengu yenye thamani, inaitwa damu. Damu ni sarafu kubwa sana yenye thamani sana katika ulimwengu wa roho, ambayo inaweza kulipa gharama yoyote, inaweza kununua chochote.